Kinaya haimaanishi unayemwamini hawezi kukufanya mabaya. Binadamu amekuwa Mungu mtu kuwatendea mabaya. Chuki zao, tamaa zao huvunja ndoto za wengi. Msukule hai, msukule hai, msukule hai, msukule hai. Nakwenda. Jamani, hizi nguo tena jamani vipi? Chiku, we Chiku. Vipi? Poa, karibu. Asante. Mambo poa? Mzima mzee? Shoga yangu ndo nini? Ndo nini tena? Mimi sina naika nguo zangu hapa vizuri. Ndo nini tena shoga yangu na wewe? Achana na masuala ya nguo. Siku ile nimetoka kule nimekuja kupa habari za Mzumeni. Wewe ni kwamba Mzumeni anataka kuoa. Ina maana muolewaji mwenyewe ni mimi. Tena mimi napita pale nje nakuta mmesimama na Mzumeni. Wakati unajua mimi ndo napita pale hata kuniongelesha uniongelesha. Maana yake ni nini? Wewe uko unajua kama mimi Mzumeni ndo ananioa au? Muolewaji ndo wewe? Sasa nisingekuamini ningekuja kukupa taarifa. Wewe uko unalijua hilo kama Mzumeni anataka kuoa? Sasa sikiliza shoga yangu. Siku zote mwenye kisuti kali ndo anayekula nyama. Sio, unanielewa? Hivyo basi. Kama kilichokuleta hicho umetoka huko kwako kuja kuniambia eti maswala Mzumeni sijui nini. Sasa sikiliza. Kama Mzumeni anataka kukuoa wewe, mimi hilo swala silijui. Hivyo kila mtu abane kwenye nafasi yake. Na mimi nilijua tu. Yaani nilipokuja kukupa taarifa ile, nilijua tu utakuwa kielele wa kwanza kujipeleka kule. Nilifahamu tu hilo. Sasa kama ulilijua kilichokutoa huko kwako mpaka hapa, kitu gani? Nisikilize nikwambie. Nilishakupa taarifa ya Mzumeni. Kwanza ulikuwa huna habari hiyo ya kuhusu Mzumeni. Na mimi ndio nilokuja kukupa taarifa. Naomba kama una kitu chochote ambacho umeshamtamani Mzumeni wangu, naomba ukome. Tena umuache kabisa. Kama mna mambo yenu mengine sawa, fanyeni. Lakini kama una kitabia cha kutamani, shoga unanizunguka hadi mimi. Uliona na faidi pale? Uliona na faidi kwa Mzumeni kuja kukupa taarifa tena wewe unajipeleka. Kwa nini hujanipa hiyo taarifa kama labda naenda kuonana na Mzumeni? Nikome mimi au ukome wewe? Ukome wewe ambao umesimama na Mzumeni wangu kutoa huko kwako mpaka hapa kwangu kuja kuniambia kukupa taarifa ambayo haeleweki. Si unanielewa? Taarifa gani kwa taarifa gani? Kwa nini unasimama na Mzumeni wangu? Taarifa gani? Kwa nini unasimama na Mzumeni wangu? Kama kilichokutoa ndio hicho kilichokutoa kwako kuja hapa kwangu. Dada fanya safari uondoke. Sawa, mimi naondoka. Nenda. Ila tunachokitafuta. Nenda. Eti nyoko. Umetoka huko kwako mpaka kwangu kuja kuniambia maswala hayo ambayo haeleweki. Uko kwenye ima yangu afu bado unanipandishia sauti. Mtu mwingine sijui akoje.
Sasa kashaniharibia siku yangu. Ndakutap screen upwenu we. Lona, nakusikiliza. Hivi mzee Kinaya, kwani siku hizi matibabu wewe umeacha? Sijaacha, naendelea. Siwezi kuacha asili yangu. Sasa mimi kuna rafiki yangu kule mjini alinielekeza matatizo yake na akasema anamhitaji mtaalamu. Mimi nikamwelekeza kwako kwa sababu nakujua vizuri, yaani nimekusifia, nimejitapa vibaya mno. Sasa cha ajabu amerudi kule, amesema kuwa kuna mama sijui amekutana naye, sijui kamwambia mara sijui umepotea njia, kamrudisha alikotoka. Yaani kaja kule kanilaumu vibaya sana. Kwa nini inakuwa hivi? Lona, nisikilize. Wewe ulimwelekeza aje hapa Kasanga? Nilimwelekeza. Huyo kapoteza njia. Kapotezwa. Na aliyekutana naye ndio kamsababishia kumpoteza njia. Njia ya kwangu ile. Mpaka unafika hapa. Umeelewa? Huyo kapotezwa. Na aliyempoteza mimi nina kisasi naye. Ni mtu ambaye hatuelewani maka na maka. Umeelewa? Hapo sasa naanza kukuelewa. Basi sawa, tuachane nayo. Mimi hapa nilikuja na mambo hayo mawili. Hilo la rafiki yangu na mimi mwenyewe binafsi. Mzee Kinaya, mimi sasa hivi mambo yangu hayaendi kabisa. Sasa sijui ndio nyota imezimwa, sijui imefukiwa, sijui imezikwa, hata sielewi. Yaani siku hizi sipati madanga ya maana. Na unajua mashitu ya mjini. Bila danga hutoboi. Yaani kiasi kwamba nikipiga simu hata niombe 5,000 situmii. Sasa mimi nimekuja ili unirekebishie, unipatie tena dawa, uniogeshe nini mambo yangu yaende sawa. Takutap screen. Upwinu we. Unataka madanga? Hiyo sio shida kwa Kinaya wa Kinalile. Sio shida kwa Kinaya mpenda Mbago. Kwa Kinaya mpenda Mwao. Kinaya ngondo lile. Shida yako imekaa sawa. Umeelewa? Hakuna tatizo, ila muda ulofika sio. Ili ende sawa jambo lako. Natakiwa muda saa 7 lifanyike. Na ukienda huko kila kitu kitakaa sawa. Umeelewa? Sawa, mimi nimekuelewa. Sasa ngoja niende nyumbani na leo nitalala hapa. Hapa? Nitalala hapa kijijini. Sawa. Ili nipate hizo tiba, alafu kesho nitaporudi mjini, nikija tena nitakuja na rafiki yangu. Sawa. Haina shida, we karibu. Basi sawa, mimi ngoja nikuache. Haina shida. Baadaye. Haya. Takutap screen. Upwinu we. Banga zamani. Acha nikaze. Unatoma? Naam bwana. Karibu sana. Shukrani sana. Bwana mimi tukiona mimi na wewe. Mambo yangu ni yale yale. Ukiona simu yangu tu sina jipya. Ngoja kwanza. Mambo yale yale. Yaani achana mambo ya stuni. Hivyo vitu mimi nishaachaga. Kama hivyo sawa. Kuna mganga mmoja hivi anaitwa Kinaya. Nadhani unamfahamu. Kwanza bwana, masuala ya waganga mimi na waganga tofauti. Hilo la kwanza. Sasa sijajua labda walikuwa na shida gani, yani kwenye point. Na kuna mama mmoja hivi anaitwa Nyangwende. Ni maarufu sana hapa kijijini. Yule mama katika pita zangu nilikutana naye. Alikuwa yule Nyangwende na kijana mmoja hivi alinitambulisha kwa jina la Zinja. Tulikuwa na mazungumzo yetu, tumekutana tu njiani, tumeongea. Tulipofika mbele tukakutana na huyo Kinaya. Tulipokutana na Kinaya
kama kawaida yetu ya Tanzania. Kinaya cha kwanza salamu. Ndio. Tusalimiane, ndio tunafanyia. Yes. Lakini mwisho wa siku mimi kwenye kumsalimia yule Kinaya, yule Zinja na yule Nyangwende hakumsalimia yule Kinaya. Na wala Kinaya hakuwasalimia wale. Sijajua kuna kitu gani. Sawa. Hilo sio lengo la kukuita. Ila dhumuni la kukuita wewe hapa kwamba huyo Nyangwende kuna mission amenipa. Na hiyo mission inamhusu Kinaya. Mission. Na ukija kuangalia Kinaya mimi ni mtu wangu wa karibu. Sawa. Sawa. Na amenipa mission kwake. Sasa najiuliza kama mission hii ni heri na ni nzuri, kwa nini wale watu wawili hawasalimiani? Kwanza bwana Mgweni, mpaka hapo mimi nahisi kutakuwa kuna kitu. Kwa sababu uwezekani kwamba watu wasisalimiane na situation nzima ulionielezea kama watu nzima lazima ujue kwamba kuna kitu kimetokea. Sasa kwa sababu mimi sijui chochote kinachoendelea katika huo mtaa. Mimi bana niulize kuhusu swala la Chiku watoto. Unajua tena ndo mambo yangu. Hujaacha vitu vyako. Yaani vitu vyako watoto 2000. Si ndo maana yani sasa hivi ndo hivyo. Unajua watoto 2000 ndo wenyewe unajua. Kwa hiyo mambo yao mimi ndo kuswali fresh ila masuala ya watu wazima mwanangu mimi. Sipogo huko mwanangu. Sawa nimekuelewa. Ila ungekuwa unajua chochote ungenisaidia. Yaani mimi sielewi. Labda kama unahitaji msaada labda mwingine anaweza kukusaidia ila swala kujua sio watu wazima wakubwa mtaani mimi. Sivyo. Hayakuwa umeniambia utambui chochote? Ndio. Basi nakushukuru kwa kuja. Ila kama utapata chochote, kujua chochote kati ya hicho, utakuja kuniambia. Na mimi nikijua chochote, nitakutaarifu kwa sababu ni ndugu yangu na ni kijana mwenzangu. Basi hamna shida ndugu yangu. Hamna shida. Basi sawa, kuache muendelee na usafi kidogo bana. Utapita askani. Sema fanya wewe bana. Au sio? Hilo jambo la muhimu sana. Basi poa. Poa. Haya. Kuoa jambo la msingi, tatizo kumuoa. Mimi tunataka nimuoe, nimpata mpaka leo. Kinaya simuelewi. Nyangwende simuelewi na hivi. Kwa nini hawasaidiani mpaka? Huyu anaonekana jicho tu. Hapa niende siku ya Nyangwende. Mzumeni? Mbona unafunga mlango wakati unaona mgeni nimefika? Nilikuwa sijatarajia ugeni. Hapa kwenye nilikuwa nataka niende kwa Nyangwende. Ila nimekuona. Niambie. Safi mambo. Mshukuru Mungu. Nilikuwa na mazungumzo na Esa, nashangaa unafunga mlango. Nisikilize. Kama nilivyokuambia mwanzo, nilikuwa naenda kwa Nyangwende. Nimekumbuka kitu. Nakumbuka wewe ndio uliniambia kwamba ulikutana na binti msituni. Yeah, ndio mimi. Sasa nilikuwa nataka nikuombe unipeleke ulipomuona na mimi nimuone. Yenda kama ndugu yangu. Msituni? Kwa huyo Zezeta sijui Taira. Huyo. Ndio muone? Huyo. Twende nikupeleke. Na hayo maongezi yako hayo tutaongea tukiwa njiani. Mimi nataka tuongee bwana, sema ukiwa tulivu. Yaani tukiwa njiani. Tutajua huko tukishaongozana. Una hakika ndo huko? Ni huko. Tena kwa hapo mbele ukikata hivi. Kwa pale tulikuwa tunakata kuni. Nilimuona. Maana umbali mrefu nimetembea. Tushafika. Kikunja tu hapo. Tushakaribia. Sasa hapo. Nyoka!
Odi. Mzumeni. 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 Aha. Yaani ina maana Roda amemtia kiburi huyu Mzumeni mpaka mimi anashindwa kuniitikia kweli? Au wapo ndani nini hawa? Hivyo Roda mimi ananitafuta nini? Huyu Roda mimi kuna kitu ananitafuta. Yaani kamtia kiburi mpenzi wangu Mzumeni mpaka anashindwa kuniitikia. Sasa ngoja huyu nitamkomesha. Yaani hapa ninamwendea kwa Nyangwende na ninaenda kumwambia yote alioniambia kuhusu Nyangwende kucheza barabarani saa 7 kweupe. Yaani ninaenda kumwambia yote. Yes, ameniambia nifanye siri. Sasa kwa ile ameniingilia mimi katika njia zangu. Sasa lazima nimkomeshe. Sasa nikalia mimi anamtia jeuri na nilio mpenzi wangu anashindwa hata kuniitikia. Hao wanakimbia nini? Na huku Kiporo wametoka kufanya nini? Alafu wawili. Roda, Mzumeni. Mbona Roda ana wasiwasi na mimi? Kumbe hao wametoka kunjunjana nini hawa? Ngoja niende kwa Nyangwende. Na huyu Roda huyu dawa yake inachemka. Mama! Nyangwende! Wewe niko huku, pumbavu. Hodi mama. Zama mama. Safi vipi na wewe? Sawa, shikamoo. Malaba, mbona umekuja hivi? Mama nimekuja. Ule ujumbe kwanza ulioniagiza nimfikishie Roda na Mzumeni niliwafikishia. Mzumeni alishakuja. Lakini Roda kasema haji na hakuogopi na yani usimsumbue wala umtishi, yani hakuogopi. Roda huyo? Tena ameniambia kwamba haji kwa sababu alikukuta polini unakatika. Mchana barabarani kweupe unakatika. Mimi? Ndiyo mama. Yaani mimi nikatike mauno barabarani mchana kweupe? Ndiyo mama. Roda ananitafuta nini? Na anapata wapi jeuri hii ya kunitangaza mimi, kunichafua kwamba amenikuta barabarani? Mtoto anahisi ananiweza sana Mimi sijui mama. Ina maana mimi nishakuwa kichaa, si ndio? Nianze tu nikasimame barabarani nianze katika viuno? Ndio hivyo mama. Kingine Roda kuta juzi nimewakuta barabarani wamesimama na Mzumeni hivi. Karibu kabisa. Leo nakuja huku nimewakuta msituni. Msitu wa Kipola. Msituni? Yeye na Mzumeni. Tena wakiwa wanakimbizana walijua labda mimi nisiwaone ila niliwaona. Roda ananiingilia katika mahusiano yangu. Angalikuwa Mzumeni alishanitangazia kwamba mimi anataka kunioa. Hapa kijijini taarifa zote zimeenea. Lakini cha ajabu yeye amekuja pale nyumbani ananiwakia, anasema kwamba Mzumeni yeye ndo anataka kumuoa yeye. Sasa msituni walikuwa wanafanya nini? Sijui mama, lakini pia amesema kwamba hakuogopi, umtishi wala yani umbabaishi na usimsumbue kwa yani umsumbui kwa chochote, na hapa amesema haji. Hivi Roda kweli atakuwa amefika kwake? Na yule unamuona pale ni yule binti au macho yangu yanidanganya? Ila sio kweli, macho yangu hawezi kumdanganya. Yeye ndo yeye, ndio yeye.
Sasa cha kufanya, ile sehemu nimeshaikariri kwenye mkorosho pale, lazima nifanye juu chini, nirudi tena pale pale. Naamini pale ndo maeneo yake ya kujidai, lazima nitamkuta. Na ile fimbo ile najua ndo ukombozi wake, kama nilivyoambiwa na Nyangwende. Nikipata ile fimbo nikampelekea Nyangwende, naamini majambo yangu yatakaa sawa. Maana yule Kinaya yule kuna mchezo anachezea. Haiwezekani akawa mnakutana na mtu afu asalimiane naye kabisa, yani kwa sababu anaona nipo karibu naye. Sasa hapa ile fimbo nimeenda mara kwanza nimefeli kuichukua, ila nikienda tena hata na trekta nitaenda nayo, lazima niibebe. Na ule nyoka si atakatokea kuniharibia mambo yangu. Loda ni mtoto mdogo sana kwangu, tena ni kidogo sana kwangu, asihisi kwamba ananiweza. Ni mtoto mdogo, sio wa kunichafua chafua mimi kwamba eti mimi napita kufanya mambo ya ajabu barabarani. Hiyo anaosema kwamba haniogopi anakuambia wewe, si unanielewa? Sasa kuna kitu anakitafuta Loda. Kuna kitu anakitafuta. Wewe nenda. Sawa mama, ila usipuuze. Mimi nitalifanyia kazi. Wewe nenda. Sawa mama, nenda. Acha niende. Huyu Loda anatafuta nini? Halafu mtoto anajifanya yeye hana kaba Kwa kile kitendo cha kuniona kule siku zile sasa imekuwa matangazo. Anajifanya nini huyu? Na huyu Mzumeni nimempa kazi yangu haifanye, yeye anaenda kuchanganya kazi na mapenzi. Hawa watoto wataniharibia mimi ishu zangu hao. Hawa watoto wataniharibia mipango yangu. Hapa lazima nifanye kitu. Halafu aliniambia anamuoa binti wa msituni. Inakuwaje we Loda leo? Wanataka kuchezea akili yangu. Sasa natakiwa nifanye kitu kabla mambo haya hayajawa makubwa. Loda hawezi kunichezea kiasi hiki. Kinaya. Huyu si Kinaya? Haimaanishi unayemwamini hawezi kukufanya mabaya. Binadamu amekuwa Mungu mtu kuwatendea mabaya. Chuki zao, tamaa zao huvunja ndoto za wengi. Msukule hai, msukule hai, msukule hai, msukule hai.